Mimi na watoto sijui niende wapi. Nimebomolewa nyumba. Saka nazunguka tu. Nimejenga hapa nyumba, nimekuwa nikiishi na watoto wangu. Mimi maeneo yetu ambao nilikuwa mwaka wa 1995. Nimefika saa hii Chief Myeso na Charles Manyonga wanasema tutoke. Nimezaliwa, babangu amezikwa hapa, mamangu amezikwa hapa, na hii ndio nyumba yangu. Naishi hapa kwa watoto wangu. Wanatoka hapa wakienda shule. Lakini nimeshangaa kwa sasa hivi wakati nimebomolewa hivi, nashindwa naenda kuanguka wapi na watoto wangu. Baba yangu alizikwa hapa, mamangu akazikwa. Jina langu ni Violet Mwibanda. Mimi nimenunua hii shamba mwaka wa 1995. Nimefika mahali wananiambia ya kwamba nitoke. Na mtu mwenye ananiambia nitoke ni Sub Chief Myeso. Chief Myeso ndiye ananiambia nitoke. Nimetoka, amesema ya kwamba pomoeni nyumba mkatoka. Tumetoka, tunahangaika na watoto barabarani. Serikali tunauliza tuende wapi? Na mtu mwenye anakunyanyasa ni Charles Manyonge. Nauliza ya kwamba Charles Manyonge kama ako na pesa, serikali mwambie atumie pesa yake vizuri. Kwa majina naitwa Beatrice Lodeni. Nilinunua shamba kwa Joseph Kamtua. Si kuonana na mzee ambaye anaitwa Manyonge. Nimekaa hapa miaka 9. Manyonge ametokea from nowhere. Anasema amekuja wametuma maskari na chifu wetu Myeso kunibomolea nyumba. Na shamba yenye ambayo ni komo, ikasemekana mtu amekufa na amekosekana mahali pa kuzikwa. Kama mtu akakubali kwa huruma yake ili kutoa pointi moja, watu wafanyemo arambe. Arambe ikakalishwa ili wazikemo mtu. Manyonge hakuna mahali penye alikuwa anakuja kutokezea apinge hiyo arambe. Mpaka shamba ikauzwa na mtu mwingine. Huyo mtu mwingine akaniuzia. Nimekaa hapo kama kwangu, lakini Manyonge ametokezea kunifuruga mpaka nyumba yangu imeangushwa chini. Nasema Manyonge, iwapo uko na pesa, tumikia vizuri kuliko kunyanyasa watu pamoja wewe na mzalendo. Nayo tumbarikiwe. Ese nimera ku Joseph Kamtua. Ne chana no papa mukwe na siriwo, buli mabono paboli bwa papa mukwe. Lakini sese nocha kunyola nakamenya omusakhulu wange sikalwala ta ukonjeka. Nocha kunyola ukonjeka alikuanguka chini. Kama alianguka chini, kumupeleka kwa hosi na alafu kumrudisha hapa na alafu tena alirudisha kwa mocha. Alikaa miaka 3 na mawiki 2, lakini ilienda kumtoa huko kama mwizi mwanamke. Ndiye alitoa, hata watu walishangaa. Lakini alikuja wapi? Kusika hapa. Kaburi iko hapa. Kama mtu alikufa balimusika kwake huko mbele. Mayibu yonga balimusika huko. Kama yuko hivi, kama mtu anataka shamba hapa, akuja atoe mafupa na akupea haki yetu, alafu huende. Na mimi hiyo mimi sitaongea mengi na mbarikiwa. Kwa majina naitwa Roslyn kama mtoto wa marehemu. Mimi ishi yangu yenye naweza nikaraise ni hivi. Kama Charles Manyonge kana blame shamba ni yake. Babu alizikwa hapa, shosha akazikwa hapa, baba yangu marehemu alizikwa hapa. Akuje afufue mwili, atupatie mili zetu na tuambie hii shamba vile ni yake, anataka sisi twende wapi. Tuko na wanafunzi hapa, wanafunzi hawana pa kwenda, wanalala kwa barabara, hakuna chakula, vile wamebomoa manyumba. Kama sisi familia tunawezaenda wapi? Ni uchungu na bado tunalia. Manyonge na chifu vile wameshikana wako wanatuhangaisha, lakini sisi tunaomba, tunataka haki yetu, serikali watusaidie. Haya, kwa majina mimi naitwa Kenneth Asamba. Nilikuja hapa nikanunua shamba 2012. Ikiwa ninajua kwamba shamba ni ya Kamtua, lakini kufikia wakati huo sasa nasikia kwamba shamba ni ya Manyonge. Huyu Manyonge hata mimi sijawahi muona. Nikusikia tu nasikia, na sasa nashindwa wakati alinunua shamba alienda wapi na kwa nini hakuchukua hiyo shamba ikiwa wazazi walikufa na wakazikwa kwa hii shamba. Yeye wakati huo alikuwa wapi na kwa nini aliwacha wakazikwa? Wakati huo ndio angeteta shamba ni yake. Huyu mtu mimi simjui. Kwa hivyo mtu ukiwa na pesa usitumie pesa kama fimbo ya kunyanyasa wanyonge. Kwa majina naitwa Jacqueline Kamtua. Nikiwa mtoto wake. Sisi baba yetu amezikwa kwa hii shamba. Mama yetu amezikwa kwa hii shamba. Kijana yetu amezikwa kwa hii shamba. Kwa hivyo mwisho tunaambiwa kwamba tutoke.
Na sisi baba yetu hakukula hiyo pesa ya manyonge. Tunatoka kwa hii shamba namna gani? Serikali tunaomba mtusaidie. Tunaomba mbunge wetu na Bina Bwera usimame nasi utusaidie. Unajua jinsi tulivyo. Utusaidie. Gavana wetu mahali ulipo, Fernandes Barasa. Tunaomba utusaidie. Tunalia na watoto tuko barabarani. Hatuna mahali pa kuenda. Serikali simama na hao watu. Manyonge asitumie pesa yake kunyanyaza wengine. Kama ana pesa mingi, afadhali asaidie wale ambao hawajiwezi, mayatima, kuna wamama wajane. Lakini hivi ametunyanyaza. Tunaomba serikali mtusaidie. Asante. Yangu ni Nanze Muivanda. Sisi ni wanunuzi. Tulinunua hapa shamba 1995 tukiwa watoto watoko. Tumeishi tukiwa kwa hii shamba na marehemu mwenye alituuzia shamba. Marehemu alikuja akaaka akatuacha sisi tukiwa kwa hii shamba. Marehemu alishikwa katika hii shamba. MCA wetu Raymond, sisi wakazi wako wa Mfutu tunahangaika, tunaumia kwa ajili ya chifu wetu. Ametuhangaisha, amesema tupomoe manyumba. Tumepomoa manyumba, sasa tunahangaika. Sisi hatuna mahali penye tunaweza enda. Wakati tunasikia huyu mzee Manyonge anahitaji hii shamba ni yake. Na sisi wakati tulikuwa tukikaa kwa hii shamba hii miaka yote mpaka vile tumekuwa watoto mpaka tumekuwa wakubwa tuchaiona huyo mzee. Lakini wakati amekuja sisi hatuelewe ametokea wapi. Huyu mzee anakilemo anataka shamba eka 5. Wakati amefika mahali ameona shamba haifiki eka 5, anasema anataka eka 3.5. Tunashangaa eka 1.5 ameweka wapi? Tafadhali mtu angalie. Asitunyanyaze, mzee Manyonge asitunyanyaze. Kama ameona ako na pesa, atumie pesa zake kwa kufanya kazi yake. Anunue kitu yenye iko halali, awache kutunyanyaza. Sisi tumehangaika, miaka mingi tu wametusumbua. Wakati wamekuja hapa na chifu, tumeuliza chifu wetu, chifu tuonyeshe barua ya kuonyesha tunatakana tuame katika hii boma. Chifu alituambia tupomoeni manyumba wakati wenyu umeisha. Na ikawa hivyo na jinsi tulivyo. Ni hayo tu. Kwa majina anajulikana kama Patrick Wachenda, mtoto wa mzee Wilson Kamtua. Mimi langu tu ni ombi. Mzee amekufa, alituzaa kwa hii shamba, tumezaliwa kwa hii shamba na watu tumekaa kwa hii shamba miaka mingi na tumekaa na wanunuzi kwa muda mwingi. Na mzee wakati alikufa 2003 alizikwa kwa shamba yake, mama alikufa 2010 akakufa kwa shamba lake. Hatukusikia mtu yeyote akicomplain juu ya hiyo shamba. Wakati huyo hapo ndiye ameona watu wazazi wetu wamekufa wote, amechukua hiyo opportunity kuona sisi ni watoto wadogo hatujui mambo ya hii shamba na kukuja kutunyanyaza. Ametoa title deed inafanana na title deed yetu. Tunashangaa mahakama yetu ya Kakamega mbona inatoa title deed 2 kwa shamba moja. Tumeshangaa na hilo jambo. Tunaomba nabii, mheshimiwa nabii na Bwera utusaidie, mheshimiwa Gray utusaidie, mpaka gavana wetu utusaidie. Sisi tumeathirika, tumebomolewa manyumba, watoto wetu wako barabarani hawaendi shule, zaidi ya watoto 100. Wote jamii zote zimebomolewa manyumba, zaidi manyumba 17 zote zimebomolewa. Tumeshangaa tuko nchi gani? Kama tuko kwa hii nchi na nchi ya haki, tunaomba mheshimiwa Rais William Ruto utusaidie, uingilie katikati. Ufisadi yenye inafanyika mahali hapa, sisi ni wanyonge, hatuna chochote. Hatuna chochote. Wenye wako na pesa tukiingia kwa kila ofisi wameweka pesa. Tumeshindwa, tutaingilia wapi, tutaendea wapi? Kama huyu mtu ana kilemo alinunua shamba 1984 mpaka saa hiyo wakati yote, mbona alikuwa hakukuja kujenga? Ndiye angoje saa ya kuja ajenge. Wakati wazazi wetu wamekufa wote, ndiye anakuja akisema anataka ajenge, akuja atutoe kwa shamba. Mbona hakukuja kama wazazi wetu wako hai? Na hiyo wakati angekuja hata angetutoa kwa shamba hiyo 1985 yenye anasema 1988. Hiyo wakati tungetoka kwa hii shamba na tungekwenda mahali, na hapo mahali tungekuwa tunaishi tukijua hapo ndio kwetu. Tunaomba tu serikali, hii jamii yote ya watu 17 tukitoka kwa hii shamba mtatupeleka wapi? Si tutaenda wapi na watoto? Tumeshangaa, tumelelea hapa watoto wetu. Watu wamezeeka hapa, watu wamezikwa hapa, watu wetu wote. Naomba tu mahakama yetu, kama tunatoka kwa hii shamba, watutolee mili zetu za wapendwa wetu, tuende nazo. Tusiache hapa mili za wapendwa wetu. Wakuje watoe hizo mili zetu na sisi watupeleke mahali penye hizo mili wataenda wazike, ndio tutaenda tukae hapo. Sisi mababu zetu wamezikwa hapa, mababa zetu wamezikwa hapa, na hatuna mbele na nyuma. Watoto ndio hao tangu wafungue shule hawajaienda shule. Watoto zaidi ya watoto 100. Tumeshangaa tu hao watoto tutaenda tuanguke nao kwa boma la nani? Tunaomba tu serikali itusaidie. Tunaomba serikali itusaidie. Asante. Kwa majina naitwa Christine Ojenda.
Mimi juzi chifu alikuja na akatuambia tufanye nini? Tupomoe, tutoe vitu. Akarudi tena akatuambia tupomoe manyumba tutoke. Sasa venye alitoka, akaenda na akanyamaza. Sasa sisi tunashangaa. Alikuja tu namna gani na akatuambia ako na ruhusa gani? Alafu kitu yenye inatushangaza tu kwa hii shamba, Manyonge ako na title deed. Sisi tuko na title deed. Manyonge ametoa wapi na alitoa wapi title deed yake na nani alimpea? Na sisi tunalia, yani mtoto wangu ako form 3, mwingine ako class 8, grade 8, mwingine grade 1, yani watoto wamejaa, sijui nitapeleka wapi watoto. Watoto wangu wameumia, tuko kwa barabara, hatujui tuelekee wapi. Mimi na watoto sijui niende